Hallelujah, hallelujah. Wapikieni makofi mazuri, wapikieni makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni asubuhi ya leo nimeokoka na mpenda Yesu, nikiwa na kila sababu la kumwambia Mungu ni asante, maana ni Mungu mwaminifu. Hata sisi tupime yetu. Yes. Na wao nipe. Tutapima. Tutapima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tupime yetu. Hallelujah. Ya boys. Yes. Amina. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu ambaye anatupenda kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi, sababu ya wakati na masaa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tukaweze kuingia kipindi kizuri ambao ni kipindi cha kuingia katika ibada ya pili, ambapo najua kwamba Mungu akona mpango mzuri kwa ajili yetu, maana nasema mawazo yake kwa mwanadamu ni mawazo mazuri, wala si mawazo mabaya, ni mawazo ya kutupa tumaini siku zote za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mahali pale nataka tukaweze kusimama, tukaweze kuchukua dakika 2-3 tuweze kujitakasa, tutakaze anga, tutakaze utu wetu wa ndani, tutambirie yale tunataka Mungu akaweze kutenda katika ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninajua kwamba mahali pale katika hizo dakika 2-3 Roho wa Mungu atatutembelea jinsi vile alikuwa amekusudia kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Kwa hivyo tunaweza simama, tunaweza simama, na wale wameketi viti za nyuma ni vizuri kukaa viti za mbele, ili wale watakao kuja nyuma waweze kupata nafasi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ninajua kwamba Mungu atazidi kuitwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mahali pale nataka tukaweze kujitakasa, mahali pale ukaweze kutakasa anga, utukatakaza utu wetu wa ndani. Kama kuna jambo huenda tulitenda kando na njia za Mungu, mwambie Mungu akakusamehe. Ngoja kidogo. Hallelujah. Ile kiti ilikuwa inakaliwa na Mike Mbuvi na mke wake iko wapi? Hallelujah. Gari. Kuja na mke wako. Kuja na mke wako. Hallelujah. Mtakuwa mnakaa hapo. Hallelujah. Hallelujah. Nimeanza kupeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Viti asitakaa bila watu. Hallelujah. Kwa sababu ya kusema hili ni wa fulani. Hallelujah. Hakuna njina ya mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuanzia leo hiyo ndio viti zenu, mtakuwa mnakaa hapo. Amina. Kutoka leo. Kuna wengine nitatoa huko nyuma nilete hapa mbele tukiendelea. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hiyo nafasi lazima tuizibe kwa utukufu wa Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale tutaenda kuingia kipindi cha dakika 2-3 tukaweze kujitakasa mahali pale, tutakase anga, tutambirie makuu katika ibada, tutambirie makuu kwa ajili ya mahekalu yote duniani mzima ambayo na muabudu kwa roho na kweli mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Branch zote za JRBZ mahali pale tusikabidhi katika mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu aendapo kututembelea mahali pale hata akawatembelee pia. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua kwamba kuna nguvu za Mungu zitatawala mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale jinsi vile ninavyozidi mahali pale ni vizuri kujitakaza, tutakaze utu wetu wa ndani, tutakaze mahali pale anga kwa wingi. Waambie Mungu akaweze kukuongoza, akakupe moyo wa ibada, moyo wa kupondeka, moyo wa kushuka chini, ili Mungu peke yake akaweze kupata nafasi mahali pale. Na ninajua kwamba mahali pale Mungu ataenda kutenda makuu. Ukampe Roho wa Mungu nafasi ya kwanza ndani yako, akaweze kutawala mawazo yako, akatawale utu wako wa ndani na hata wa nje. Na ninajua kwamba mahali pale katika hicho kipindi mahali pale kuna makuu Mungu ataenda kutenda kwetu. Baba, katika jina la mwanako Yesu Kristo, Muumba wa nchi na mbingu, mtakatifu wa takatifu, uketie katika kiti chako cha enzi mahali pako pazuri Bwana, tunalibariki jina lako Baba, tunaliinua jina lako Masia. Tunasema ni asante Baba katika jina la Yesu, maana umetulinda, umetuhifadhi Baba wa mbinguni, umetupa nafasi nyingine Bwana kuwa katika nyumba lako Bwana, mahali Bwana pamejaa utukufu wako, pamejaa na nguvu zako Masia wa mbinguni. Wacha sifa zote Baba
rudi uketie mahali pako pasiri Bwana. Tunashuka chini ya miguu yako mara tena Baba wa mbinguni. Tunaomba msamaha, tunaomba utakaso kwa ajili ya utu wetu wa ndani na hata wa nje Masia. Mahali Bwana huenda tulitenda kando na njia zako na amri zako Baba wa mbinguni. Asubuhi ya leo tunashuka kwako, tunanyenyekea kwako Bwana. Tunambondeka kwako Baba, tunasarenda kwako Masia, ili Bwana ukaweze kutusamehe, ukatuoshe asubuhi ya leo, ukatufanye wana katika ufalme wako Baba wa mbinguni, ili tuendapo kuingia katika ibada ya pili Bwana ukaweze kuwa tumetakasika Masia wa mbinguni, tukaweze kukufurahisha Bwana Masia wa mbinguni. Asante maana wewe ni Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka Bwana. Wewe ni Mungu wa rehema na neema mingi kwetu Masia wa mbinguni. Tunakutegemea Bwana, tunakuenzi Bwana wa mbinguni, uketie mahali pako pasiri asubuhi ya leo Bwana wa mbinguni. Tunakupa nafasi ya kwanza katika ibada Masia wa mbinguni. Tunaomba Baba ukatutawale Masia kupitia kwa uwezo wako na mamlaka yako Bwana. Ukatawale matendo yetu, ukatawale njia zetu Masia wa mbinguni. Ukatumbie moyo ulio safi mbele zako mtakatifu. Ukatupe moyo wa kumbondeka mbele zako asubuhi ya leo Bwana. Ukatupe moyo wa ibada sasa katika jina la Yesu, ili tukaweze kukufurahisha Baba katika kuabudu kwa siku ya leo Bwana. Maana tuko mahali hapa kwa ajili ya ibada Masia. Tuko mahali hapa Bwana kwa ajili yako mtakatifu wa mbinguni. Tuomba Baba ukatushike mkono Baba wa mbinguni katika kila jambo Baba, ukawe pamoja nasi Bwana. Hatutaweza bila wewe mtakatifu wa mbinguni. Tunakuhitaji Baba, tunakutamani Bwana. Tunatamani Roho wako mtakatifu mahali hapa Bwana, akatuongoze kupitia kwa uwezo wako na mamlaka yako Masia. Nikiharibu kila ufalme wote wa giza kupitia kwa uwezo wako na mamlaka yako Bwana. Kila roho yote ambayo imeandaa kuanga kupitia kwa uwezo wako, naenda kuisabaratisha mara 7 katika jina la Yesu. Kila roho ya kujituma na kutuma mahali hapa Bwana, naenda kuipika na ufopu mara 7 katika jina la Yesu. Kila mipangilio yote ya kuzimu kuanzia sasa, naenda kuikosesha nguvu kupitia kwa uwezo wako na mamlaka yako Bwana. Naomba uwepo wako mahali hapa katika jina la Yesu. Naomba nguvu zako endapo posho ni mahali hapa katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukatutembelee kwa wingi Masia wa mbinguni, jinsi vile ulikuwa umekusudia Bwana katika hii ibada Bwana. Maana katika kila ibada huwa umepanga mipango yako Masia wa mbinguni, huwa na mikusudi yako mazuri kwa ajili yetu Bwana wa mbinguni. Tunaomba kutawaliwa na wewe Bwana, ukatawale mawazo yetu Bwana, ukatawale utu wetu wa ndani Masia, ili tukakuabudu jinsi vile upendavyo Masia wa mbinguni. Kila maroho yote inaweza kuwa imepangwa kinyume na ibada, mara tena naenda kuiweka chini ya nyayo zetu mara 7 katika jina la Yesu. Maana umetupa nguvu na mamlaka kwa ajili ya kuangamiza nguvu zote za giza Bwana. Naomba Bwana ukatawale, maana wewe ni Mungu. Ninatambiria hanga moto Masia wa mbinguni, ninatamka breakthrough la kipekee mahali hapa katika jina la Yesu. Naomba upenyo mara tena kupitia kwa uwezo wako Bwana, ili tukaweze kupenya jinsi vile upendo Masia wa mbinguni. Kila vizuizi zote kwanga kuanzia sasa, kila maneno machafu wewe nilenua kinyume na hii ibada Bwana, naenda kuyafuta mara 7 katika jina la Yesu. Tawala maana wewe ni Mungu, tawala maana unastahili. Pokea sifa na utukufu Bwana. Nena nasi jinsi vile upendavyo Bwana, tuongeleshe kupitia kwa uwezo wako na mamlaka yako Yesu Bwana. Asante ni kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa nafasi kama hii Bwana, tuendapo kuanzisha ibada Masia wa mbinguni. Naomba nguvu zako zikatawale, uwepo wako Baba ukatunjaze kwa wingi. Malaika wako Baba wa ibada, Mungu wa majeshi, wakatutembelee Bwana, ili tukaweze kukuabudu jinsi vile upendavyo Bwana, kwa ajili ya mahekalu yote duniani mzima, mbraje zote za jarabisi katika yako Bwana. Taomba Baba ukawatembelee Masia Baba wa mbinguni, uendapo kuwatembelea mahali pale, usia ukatupita mahali hapa Bwana. Tunakuhitaji Baba wa mbinguni, tunalimiti jina lako, maana wewe unastahili, na ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo ninaomba na takuamini. Amen. Amina. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo basi, hiyo nafasi nataka kurudisha kwa praise and worship team,
ili wakaweze kutuingiza katika kipindi ambacho ni cha ibada, kipindi ambacho ni cha kuabudu. Na ninajua kwamba katika hicho kipindi kuna nguvu za Mungu na kuna uwepo wa Mungu utatawala kwa wingi mahali pale. Haleluya. Amen. Kwa hivyo karibuni sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anza kuandaa moyo wako. Inua mikono yako. Oh, yes. Twende mbele za Mungu. Olebu moja. Haleluya. Ubi moja. Haleluya. Asante Yesu. Anza kuandaa moyo wako. Mwambie Bwana, katika ibada ya leo isiwe ya kawaida. Ibada ya leo isiwe ya kawaida katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, Yes, na utabaki kuwa ni Mungu. Katika huo wimbo unamwambia yeye ni Mungu, ishara ya kumwinulia mikono, unamwonyesha unanyenyekea mbele zake, unamwambia niko hapa ili akakutane na ibada yako. Haleluya. Yesu, wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, Yes, na utabaki kuwa ni Mungu. wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, Ni Mungu. na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, Ni Mungu. na utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa peke yako. Wewe ni Mungu, Ni Mungu. na utabaki kuwa ni Mungu. Umetutoa mbali sana, utabaki kuwa ni Mungu. Wewe ni Mungu, na utabaki kuwa ni Mungu. Mikono yetu Baba twakuinulia, maana wewe kwetu ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu, Inulia Yesu. na utabaki kuwa ni Mungu. Umetuponya magonjwa mengi, utabaki kuwa Mungu mkuu kwetu. Wewe ni Mungu, Ni Mungu. na
ajili ya upendo wako. Najua niko hapa maana unanipenda. Kama sio Bwana kuwa upande wako, ungekuwa wapi leo? Kama sio Mungu kuwa upande wako, ungekuwa wapi leo? Kama sio Bwana kukutetea. Open up your mouth and pray. Pray to your Maker. Fungua kinywa chako. Oh, penya penya. Mwambie Yesu, niko hapa asubuhi ya leo kwa rehema zako. Niko hapa Jehova, maana wewe unanipenda. Niko hapa leo napumua, maana Yesu unanipenda. Fungua kinywa chako. Usiangalie uliyesimama na yeye. Enda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninajua hata uhai umenipa leo na sababu, kupumua umenipa leo na sababu. Fungua kinywa chako. Jiachilie mbele za Bwana. Jiachilie. Jiachilie, penya penya. Atmosphere penya penya. Mwambie Bwana, niko hapa. Niko hapa leo. Usinipite Mtakatifu. Usiniache. Asante Mtakatifu. Niko hapa maana umenilipia gharama. Ninakupenda asubuhi ya leo. Ninakupenda maana unanipenda. Ulitangulia kunipenda. Ulitangulia kunihurumia. Yawe, nimeshuka Bwana. Napiga magoti Jehova, maana siwezi toshana na wewe. Tunapiga magoti kwako Yesu, tushuke maana wewe wapendeza. Tunapiga magoti kwako Yawe. Have your way my Father. Have your way the Holy Spirit. Ninashuka Mtakatifu, maana kama sio wewe singekuwa jinsi nilivyo. Ninashuka Mtakatifu, maana kama sio wewe kuniponya singekuwa. Mwambie Bwana, kama sio wewe, kama sio wewe, kama sio wewe, ungekuwa namna gani? Wengine walitorokwa na wapendwa wao. Kama sio Bwana kukushikilia, ungekuwa namna gani? Kuna kamati ilipanga jinsi ya kukumaliza, lakini mkono wa Bwana umekushikilia. Baba yangu, ninakupenda na ukana dhambi zangu mbele zako, ukanisamehe, ukanitakase, ukanitengeneze Bwana, maana bila wewe sitaweza. Bila wewe sitaweza Bwana. Vita ya Wafilisti ni mingi, vita mbele zetu ni kubwa. Yawe, simama ututetee. Wanapanga kutumaliza, simama yawe pigane. Wanapanga tu kutuangamiza, hawataki kuona hatua. Wanapanga mabaya. Itisha upanga wa moto. Kama sio Bwana kukutetea, nani angekufanya zizuni? Ona vile Yesu anakupenda. Kama sio Bwana kukutetea, kama sio Bwana kuniponya mimi Baba, ningekuwa wapi? Tawala katika anga yangu, tawala katika roho yangu Bwana, tawala katika uhai wangu, tawala
tunapasua roho yetu, tunapasua machozi tuliyoyameza yatowe nje, yafikie mwenyewe. Umelia usiku peke yako, umelia peke yako. Ako hapa anauliza, ni nani katika mkutano? Ni nani ananiamini? Ni nani? Ni nani anajua ninaweza kutenda? Ni nani ananiamini hapa? Yesu anauliza, ni nani ananipa nafasi? Ni nani ananipa nafasi? Fungulia Yesu nafasi. Kama sio wewe Bwana, nani angetupa hii chance tukuabudu? Nani angetupa? Saa zingine tunaona kushindwa, saa zingine tunaona ni kama tunakufa na makaribio, lakini ya wewe umekuwa pale. Saa zingine tunaona kushindwa, lakini wewe upendo wako ni mkuu. Wengine wakikimbilia msaada kwa waganga, chukua nafasi hii, mwambie Bwana, mimi sitakufa na haya magonjwa, sitazikwa na haya magonjwa. Msaada uko hapa, msaada uko hapa. Ninahisi malaika wanatembea kwa roho iliyo tayari. Umetembea, utapata msaada. Oh, you are my helper, my God. Usiachilie Wafilisti watu wako, usiwape nafasi Baba. Najua wanatuona kwa mitandao, usiwape nafasi, usiwape nafasi watucheke. Msaada wangu najua uko kwako. Unasema tukuite, utatuita. Wanafunzi wako wakakesha usiku kucha wakitafuta samaki, lakini dakika yako ilipofika, Baba yangu karibu, Baba yangu usiniache vile tena. Baba yangu usiniache, Baba yangu usiniache, usiniache niaibike. Kama sio wewe, nani mwingine? Kama sio wewe, inua sauti yako juu ya hiyo shida, inenea hiyo shida, nenea hiyo situation sasa. Nenea hiyo situation. Hakuna jambo gumu kwa Mungu, hakuna la kumushinda. Nenea hiyo Masaya, malaika wako chojo, waandike listi yako. Holy Spirit yako hapo.
anasikia kuanguka kifudifudi, kama hivyo ndiye atasikia. Ongea na mbingu sasa. Baba yangu. Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba twakupenda. Baba wa mbinguni, Baba wasikia. Baba wa mbinguni, Baba twakupenda. Baba wa mbinguni, Baba mwenye nguvu, Baba wa mbinguni, Baba twakupenda. Niongoze kama mtoto, sema niongoze kama mtoto, kelele Niongoze kama mtoto, wambie niongoze kama mtoto, wewe, niongoze kama mtoto Baba. niongoze kama mtoto, Toa sauti yako, niongoze kama mtoto, Baba, niongoze kama mtoto. Baba, Baba wa mbinguni, yeye Baba wa mbinguni, uite Baba wa mbinguni, Baba wa mbinguni, Baba, Baba wa mbinguni, siwasikii. Baba wa mbinguni, Kila mtu inua mikono, Baba wa mbinguni, kelele, Baba wa mbinguni, yeye niongoze kama mtoto Baba. niongoze kama mtoto, niongoze kama mtoto, niongoze kama mtoto. Peke yangu mimi siwezi Baba. Peke yangu mimi siwezi, Inua sauti yako mwambie. peke yangu mimi siwezi, peke yangu mimi siwezi, Baba. peke yangu mimi siwezi, Peke yangu Baba. peke yangu Peke yangu mimi Baba. siwezi, Siwezi, peke yangu mimi Peke siwezi, yangu, peke yangu mimi Inua siwezi, sauti yako. peke yangu mimi siwezi, Fungua kinywa mwambie. peke yangu mimi siwezi, peke yangu mimi siwezi, Niongoze kama mtoto Baba. niongoze kama mtoto, niongoze kama mtoto, niongoze kama mtoto, Niongoze kama mtoto Baba. niongoze kama mtoto, niongoze kama mtoto, Lelelele. niongoze kama Inua sauti. mtoto, Ndio. niongoze kama mtoto, Mwambie. niongoze kama mtoto, niongoze kama mtoto, Yesu. niongoze kama mtoto. Wamepanga kutumaliza Baba. Wamepanga kutumaliza, wamepanga kutumaliza, wamepanga kutumaliza, Wamepanga kutumaliza Baba. wamepanga kutumaliza, wamepanga kutumaliza, wamepanga kutumaliza,
niongoze kama mtoto wako, niongoze kama mtoto, kubali akuongoze, niongoze kama mtoto, akikuongoza mambo itakuwa sawa. niongoze kama mtoto, Niongoze kama mtoto wako, niongoze kama mtoto, nimekubali. niongoze kama mtoto, Tena peke yangu nitachukua. niongoze kama mtoto, Niongoze
mbingu ikinena hakuna wa kunyamazisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jesus is a miracle worker. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nisaidie kusalimia jirani yako. Mwambie Jesus is a way maker. Aha. Salimia jirani yako, mwambie Yesu tengeneza njia. Enda kwa watu wawili watatu wasalimie. Kama nisaidie. Salimia watu wawili watatu. Wasalimia kwa shangwe na vigelegele. Wasalimia kwa shangwe na vigelegele. Haleluya. Wangapi wako na furaha ndani ya nyumba leo? Haleluya. Unajua hii ndio nafasi tumepewa tu tumwambie asante. Haleluya. Amen. Over the week tumekuwa na sheria ya boss. Haleluya. Lakini sisi hapa sisi wote tu watoto wake Yesu. Haleluya. Amen. Sisi wote tu watoto wa baba mmoja. Haleluya. Amen. Hebu tumpigie huyo Yesu makofi. Oh yes. Haleluya. Angalia kama umesimama na mtu ako na luku ya Yesu. Angalia kama kuna mtu umesimama na mtu ako na luku ya mbinguni. Yaani ana resemble Jesus. Jesus ananga huzuni kwa uso wake. Haleluya. Haleluya. Yesu wastahili heshima na utukufu. Yesu wastahili heshima na utukufu.
Chini
wahambanati, wahambanati, siyabonga. Wahambanati, 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 siyabonga. Wahambanati, 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 siyabonga. Siyabonga.
Wapi kelele? God bless you. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nataka tupigie waimbaji wetu makofi mazuri. Makofi ya waimbaji. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji mubarikiwe sana. Hallelujah. Mmetupeleka katika hanga ingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu awasidishie sana katika uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo yanyu yote ambayo mnahitaji katika mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kipindi cha uimbaji ni kipindi kizuri, huwa kinatuingiza katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Anaamini ya kwamba kila moja amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila moja amehisi ni kama alikuwa katika, amehisi kuwa katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika nyumba la Bwana huwa tunakuja kucheza, kuimba, kusikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote kumuita Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini katika hizo vipindi ambazo zimepita, makusudi ya Mungu ama mathumuni ya Mungu ama wema wa Mungu tayari umetendeka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale nataka nichukue hiyo nafasi tuingie katika kipindi kingine cha recognize our visitors in the house, ambao ni wageni wako katika nyumba la Bwana ambao wametutembelea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unajua wewe ni mgeni katika hii ibada, katika hii nyumba ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe, nataka uanze kujitayarisha tu kuinua mkono. Si kazi ngumu, nataka tu kuinua mkono ukiwa mahali umeketi. Naamini ya kwamba kuinua mkono si kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa tu mahali umeketi, nataka tu kanionyeshe na ishara ya mkono kama wewe ni mgeni katika nyumba la Bwana, siku yako ya kwanza kuingia katika nyumba la Bwana. Nataka tu kwa ishara, msirudishe mkono. Nimepeana tu kasi rahisi ya kuinua mkono. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tukuwa tumeinua mkono, nataka tuwapigie wageni makofi mazuri. Makofi mazuri. Na kama uko na karibu na mgeni, umpe salamu zangu. Hallelujah. Hallelujah. Nimejua wengine hawako angalia wageni ambao tuko na wao karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nachukua hiyo fursa ama hiyo nafasi. Hallelujah. Nikaribishe wageni ambao tuko nao katika nyumba la Bwana mahali hapa mbele, ili wakaweze kusalimia kanisa. Wakatusalimie tu hai, umeokoka ama unjaokoka. Vizuri kusema jina, ni vizuri kusema mahali umetoka. Na mahali pale tutafurahia kuwaona, tutafurahia your presence in the house. Na tutajua kwamba tayari Mungu anazidi kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unajua ulikuwa mgeni, ulikuwa umeinua mkono, hallelujah. Nimetangulia tu kuwapa kasi rahisi ya kuinua mkono. Sasa nawapa kasi rahisi tena ya kutembea vizuri mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ukaribia hapa mbele kaweze kusalimia kanisa, na ninaamini ya kwamba Mungu atawabariki. Kwa hivyo tupigie wageni makofi wanapokaribia hapa mbele, ili wakaweze kutusalimia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako na furaha kuona wageni ambao wanafurahisha? Hallelujah. Hallelujah. Makofi tena kwa wageni wasikie wakiwa mahali panao stahili. Hallelujah. Hallelujah. Mahali pale salimia kanisa. Habari zenu kanisa. Kwa majina anaitwa Jane ama Mama Tyrus. Amen. Nimefurahia sana maana nimeona uwepo wa Bwana huko mahali hapa. Amen. Barikiwa sana. Haleluya.
Amina. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe tena. Amina. Ni asubuhi njema, namshukuru Mungu. Yes. Nimeokoka na nampenda Kristo. Kwa majina anaitwa Roda. Hallelujah. Natoka upande wa Kericho. Mimi ni sister ya Pastor Brenda. Mbarikiwe. Hallelujah. Mbarikiwa sana. Tumekukaribisha tena na tena. Hebu kabla hujasalimia kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu, kabla tu kidogo tu nimekusimamisha kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wageni wamekuja hapa kutusalimia na sioni watu wakisema Bwana Yesu asifiwe, naona tu watu wanawaangalia. Kama ni ameni, wacha ikuwe ni ameni. Bwana Yesu asifiwe. Na najua kwamba Mungu atawabariki na atawainua. Haleluya. Tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amina. Mimi kwa majina naitwa Joy wa Biele. Mimi mwenyewe natoka Bungoma. Nakaa huku Kidhunguri. Haleluya. Na mbarikiwa. Mbarikiwa sana. Tumekukaribisha tena na tena hapa katika ibada. Praise God. Amina. Kwa majina anaitwa Shalini Kamonya na nimeokoka. Amen. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Kwa majina anaitwa Rose, nimeokoka na Yesu mwokozi wa maisha yangu. Amina. Karibu tena na tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Kwa majina ni Ruben Irina. Yes. Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Na nina furaha kuwa pamoja na nyinyi. Na natumaini mtazidi kutukaribisha ili tushiriki pamoja kwa kumsifu Yesu. Amina. Barikiwa, barikiwa, barikiwa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa majina naitwa Esther Njambi, nimeokoka. Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Amen. Nampenda na nampenda sana. Bwana asifiwe. Nimefurahia hii kanisa ni mzuri. Amen. Nitakuwa nakuja kutembea. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimetoka saidi za baba ndogo lakini mimi ni Mmeru na mbarikiwe sana. Haleluya. Mbarikiwa sana na karibu tena katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asifiwe tena. Amina. Mimi naitwa Lilian Nauma Ojwang kutoka baba dogo. Haleluya. Amen. Mbarikiwa sana. Tumewakaribisha watu wa baba dogo, watu wa Kidhunguri, watu wa Nairobi kijumla. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa katika ibada, na Mungu atawabariki na Mungu atazidi kuwainua katika mambo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale nataka tupigie wageni vizuri, makofi mazuri, ili wajue kwamba wamefanya jambo zuri kukuja katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tupigie wageni makofi, 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 makofi. Haleluya. Barikiweni sana wageni ambao tumekuwa katika wamekuwa katika nyumba la Bwana. Nikiamini ya kwamba kila mmoja amekuja mahali hapa na roho ya kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utambue jinsi vile umeingia mahali hapa tayari Mungu ameonekana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na atazidi kuonekana kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali pale nataka tukaweze kuingia kipindi kizuri ambacho ni kipindi cha ushuhuda. Kipindi cha ushuhuda, kipindi cha ushuhuda. Tukaweze kushuhudia kwa Bwana ama matendo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa mgonjwa, Mungu akakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuja mahali hapa ukiwa na shida fulani, watumishi wa Mungu wakatumika kwa ajili yako, ukaweza kupokea ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa hauna kazi, ukapokea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo fulani ulikuwa umeomba kwa muda mrefu, Mungu akakujibu. Huo ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kukuamsha kukuja katika nyumba la Mungu, kukuamsha kukuleta katika nyumba la Bwana ni ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo nafasi nataka kurudisha kwa wale wako na ushuhuda, ama nataka kupeana kwa wale wako na ushuhuda, ili wakaweze kushuhudia matendo ya Mungu, wakashuhudia kwa Bwana jinsi vile Mungu ametenda kwao, na ninaamini ya kwamba Mungu atazidi kuitwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na furaha tu nisalimie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pande huu tu nisalimie. Haleluya. Ni wakati wa ushuhuda. Wakati wa ushuhuda yale Mungu ametenda kwetu. Haleluya. Ulikuwa mgonjwa, kuna jambo fulani Mungu ametenda. Hiyo ndio ushuhuda Mungu anataka, ili shetani akaweze kuibika, ili shetani akaweze kujua kwamba mission zake
tutaweza kufaulu. Haleluya. Mguu hata singeweza kuvaa hiki yako. Nilipoenda nyumbani nilikuja nikaombewa tu, nikaenda nyumbani. The following day nilikuwa naweza kutembea. Haleluya. From January. Amina. Nilikuwa na uterus cyst. Lakini Mungu aliniponya. Amen. Haleluya. Mpigia Yesu makofi kwa uponyaji ambaye ametenda kwa huyu dada. Haleluya. Bwana asifiwe. Amina. Salimieni kanisa. Haleluya. Haleluya. Amina. Naitwa Tabitha, nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Amina. Nimekuja pia kushukuru Mungu kwa yale mema ambayo ameweza kunitendea pamoja na jamii yangu. Amen. 2 weeks ago nilikuja hapa na jamii yangu. Amen. Mume wangu akaombewa. Haleluya. Hajakuwa kazi kwa muda mrefu. Haleluya. Tuliporudi nyumbani baada ya siku 3, haleluya, alipata kazi akaenda Mombasa. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Na bado anaendelea na kazi. Amen. Sifa na utukufu zimrudie Jehova. Amen. Shuhuda wa pili, nilileta mtoto huyu akiwa na shinda ya kulia. Amen. Alikuwa analia non-stop. Amen. Ndiye ameanza shule. Amen. Na anakataa kuvaa nguo. Amen. Sitaibika kusema alikuwa anakataa kuvaa nguo. Alikuwa anatoa nguo, akivalishwa anatoa, anagaragara chini. Lakini nilipomleta mahali hapa, Amen, mtoto aliombewa. Yes. Na tuliporudi akawa mtoto ambaye amebadilika sana. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Mimi mwenyewe mara nyingi huwa namwangalia naona Mungu tu. Amen. Kwa sababu huyu mtoto asubuhi akiamka, Haleluya, anaamka akiambia anti yake nibadilishe nguo niende shule. Haleluya. Wakiteremka kwa stairs, yeye ndiye wa kwanza anatangulia. Haleluya. So I thank God. Nashukuru Mungu sana. Amen. Mungu awabariki pamoja na watumishi wake. Amen. Na Mungu aendelee kutukuka ndani ya haya madhabahu. Haleluya. Haleluya. Pigieni Yesu makofi kwa matendo yake makuu kwa watu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine wa kushuhudia yale Mungu ametenda, mwingine amebaki. Nataka kushuhudia kuwa Bwana ama kuwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nafasi nataka kupeana kwa yule ako na matangazo, ili akaweze kutupa matangazo. Haleluya. Wakati wa matangazo nataka kukaribisha ambaye amejaliwa kuwa na matangazo siku ya leo, na naamini ya kwamba kupitia kwa matangazo tunajua jinsi vile Mungu anataka tukaweze kufanyia kazi, na Mungu atazidi kuitwa Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mchana mwema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina ni Josephine Nyambura, Mama Blessing na Mama Precious. Nimeokoka, nampenda Yesu. Mungu amekuwa kimbilio na tegemeo langu, na kwa hakika nimemwona akiwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ningependa kukaribisha kila mmoja katika ibada ya siku ya leo. Mjisikie mkiwa mahali ambapo panastahili. Wageni wetu karibuni sana, pia wenyeji mjisikie mkiwa mahali ambapo panastahili. Jina la kanisa ni Jesus Rescue Breakthrough Center, mahali ambapo Mungu anajitukuza zaidi chini ya mitume na manabii, na tumeona Mungu akiwa mwaminifu zaidi na zaidi katika hii madhabahu. Tunakuanga na ibada mbili siku ya leo. Ibada ya kwanza inaanza pale saa 1 mpaka pale saa 3, na Mungu anajitukuza na anatenda makuu. Tunaingia katika Sunday School ambayo inakuwa pale kuanzia pale saa 3:30 mpaka pale saa 4:30, na Mungu anajitukuza. Pia tunaingia katika ibada ya pili ambao ndio tuko sasa, kuanzia pale saa 4:30 mpaka pale saa 8, na Mungu anajitukuza na anatenda makuu zaidi na zaidi. So mmekaribishwa zaidi, karibisheni wengi zaidi tukaweze kubarikiwa kwa pamoja, na Mungu atatubariki. Huduma za kila wiki hazijabadilika. Kila Tuesday katika haya madhabahu kuna kwanga na huduma ya moja kwa moja. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanakuja katika
haya madhabahu kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10. Kama uko na hitaji lolote, uko na ombi ungependa kuomba na watumishi wa Mungu wanakuanga mahali hapa. Watu wengi umesikia wakitoa ushuhuda kwamba Mungu amewatendea, walichukua hiyo nafasi wakakuja on Tuesday na Mungu akawahudumia na mambo inaendelea kuwa vizuri. Umesikia wengine wanatoa ushuhuda mahali hapa, so tuchukue hiyo nafasi. Kama uko na hitaji, kuja on Tuesday upatane na watumishi wa Mungu mahali hapa na Mungu atakubariki kuanzia pale saa 4 mpaka pale saa 10. Pia pale jioni tunakuwa na evening service, ibada ya jioni, na Mungu amekuwa akijitukuza zaidi, so umekaribishwa zaidi na Mungu atajitukuza. Kila Wednesday katika madhabahu kuna lunch hour service. Lunch hour service ni ibada kama hii ya leo, lakini inakuwa kwa kifupi kuanzia pale saa 6 mpaka saa 8 na Mungu anajitukuza zaidi. Kunakuwa na deliverance, na pia ukitaka kuona watumishi wa Mungu wanakuanga mahali hapa. Tumekuwa wengi siku hizi, so karibuni sana, tunawakaribisha. Na wale ambao wamejitolea kuingia katika hiyo ibada, Mungu awabariki na watie nguvu zaidi. So acheni tuchukue hiyo nafasi, tuje mahali hapa tukaweze kumomba Mungu pamoja na kila kitu kitaenda vizuri na Mungu atatubariki. Kila Thursday kuna huduma kama hiyo ya Tuesday ya moja kwa moja. Acheni tuchukue hiyo nafasi. Kama unakuja mahali hapa na pia kama haukuji mahali hapa, umekaribishwa zaidi. Watumishi wa Mungu wanapokea kila mtu. Kama kuna mtu wako ambao ni mgonjwa pale, ambao amesumbuka kwa muda mrefu, kuna mtu anapitia shida, tulikuja mahali hapa tukiwa wabaya, lakini Mungu akatuokoa. So acheni tukaribishe watu wengi, vile ambavyo tunapendeza pia wengine wakaweze kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. So acheni tukaribishe watu zaidi mahali hapa kuanzia pale saa 4 mpaka saa 10 na Mungu anajitukuza. Pale jioni kuna kuwa na evening service kama hiyo ya Tuesday, umekaribishwa zaidi na Mungu atajitukuza. Kila Friday kuna maombi ya jioni kuanzia pale saa 11:30 mpaka pale saa 2. Umekaribishwa zaidi. Ukiwa na nafasi njoo hapa tukaweze kuomba kwa pamoja na kila kitu kitaenda vizuri. Kuanzia pale saa 11:30 mpaka saa 2. Umekaribishwa zaidi. Na kila Saturday katika madhabahu kuna practice ya Sunday school, praise and worship, dancers na choir. Umekaribishwa zaidi. Ungependa kujiunga na hizo vikundi, umekaribishwa zaidi. Unaweza kuona wamama pale after ibada kama ungependa kujiunga na wao na Mungu atajitukuza zaidi. Kama siku ya leo na praise and worship, Mungu wabariki zaidi na zaidi na mnapendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki zaidi. Tumeona mmetupeleka anga nyingine siku ya leo. Mungu awabariki na vile tumesikia tumebebwa naye, Mungu akawabariki zaidi na zaidi. Katika pia hii madhabahu kuna huduma ya boma kwa boma. Hapa ni pale watumishi wa Mungu wanaenda pale ambapo umezaliwa. Kuna madhabahu ambao hufuata watu wengi. Unapata maybe kuna mahali inafika, maybe kuna ugonjwa inafuata watu wenu. Unapata maybe kuna kitu ambayo inajirudia ambao si ya Mungu. Watumishi wa Mungu wamepewa hiyo neema ya kwenda pale nyumbani, mnaomba, hiyo madhabahu inaondoka, mnakaribisha madhabahu ya Mungu ambayo Mungu anaenda kuwatendea makuu. So chukueni hiyo nafasi. Watu wengi ambao wamewapeleka watumishi wa Mungu wameona mabadiliko. Acheni tuchukue hiyo nafasi. Watumishi wa Mungu wanakuanga available, mtaongea, mjue vile ambavyo mtaenda mahali pale na Mungu atajitukuza na anatenda makuu. Kila mmoja anaomba akaweze kuingia kwa nyumba la Mungu kwa wakati ambao unastahili, ndipo sasa tukaweze kuanza kwa pamoja na tumalizie kwa pamoja. Mungu awabariki na watie nguvu zaidi. Asanteni sana. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa ajili ya matangazo, na Mungu asidi kukuinua kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa hivyo hiyo nafasi, kuna presentation moja ambao ni ya kina blessing. Kwa hivyo mkuwe tayari na kina Liam, mkuwe tayari. Nafasi ni yenu sasa, ili mkaweze kupresent na Mungu atatenda makuu. Haleluya.
Jawabu kawaida yako baba, hapa sijui kitaendaje sasa. Jawabu Studios. Makofi, makofi, makofi kwa watoto hao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio ndazazi wa kesho ambao tutakuwa nao mahali hapa katika nyumba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo nafasi tutakupeana kwa mama yetu ili akaweze kukaribisha Bishop akaweze kuingia katika kipindi cha neno. Naamini ya kwamba Mungu atatubariki kupitia kipindi cha neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo karibu sana mama yetu ili ukaweza kukaribisha mnenaji wa siku ya leo, na Mungu atazidi kuitwa Mungu. Amen. Tuwapigie makofi. Si tuwapigie watoto wetu makofi. Umeniona hapo? Umeniona? Umeona DNA yangu? Hebu tuwapigie makofi. Mungu awabariki. Sunday mtakuwa mmevaa kama mimi. Nitawabaia uniform. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muko na furaha? Yes. Mimi tunawapenda na Yesu anawapenda sana. Amen. Ya, ni vizuri vile umejitolea kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wanatamani watoe sauti kama sisi, yes, lakini hawawezi. Amen. Amen. Kuna watu wamegaramikia kuwa wazima, lakini sisi hatujangaramikia. Hila mkono wa Bwana. Tumpigie Yesu makofi. Amen. Amen.
ukitembea hospitali utasikia kupenda Mungu zaidi ya vile ulikuwa unampenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutamani zaidi kumwabudu. Vile leo umejitolea, kuna mahali umefika. Amen. Kuna level umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni vizuri sisi wote tunasema amen. Ama utaki kusikia sauti yako hapa kwa online. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachukua hii fursa kuwakaribisha wageni wote ambao wametutembelea katika hii nyumba ya baba mmoja na mama mmoja, na kuna zaidi ya baba. Amen. Tuwapigie wageni wetu makofi. Amen. Mimi kama mama nimewakaribisha katika haya madhabahu na katika hii nyumba tuweze kumwabudu Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia kuna wengi wametoka Meru. Sunday tutaimba Kimeru, si ndio? Meru unifunze Kimeru. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sunday tutaimba Kimeru na Kisii na Kijaluo, si ndio? Amen. Kwa uwezo wa Mungu. Tuwapigie wana praise and worship makofi. Maana eri kupenda kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu atakupenda zaidi. Kwa hivyo tunataka pia tu launch kwaya ya kanisa. Sawa sawa. Amen. Wangapi wako tayari? Tutailaunch hivi karibuni. Yes. Na Mungu atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo bila kuharibu muda, nataka tukajiandae tukaweze kuleta kuhani katika madhabahu, maana kuna wengi ambao wako hapa, kuna wengi wanatutazama katika YouTube channel ya kanisa, katika YouTube channel yangu, page zetu za Facebook wanatutazama pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo masaa haya tunataka tuwakaribishe, vile wamekuwa nasi kwa ibada zote tumefanya, pia tukaungane na wao katika kipindi cha neno. Amen. Yale mengine tutaongea tukimaliza neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wana praise and worship, hebu simameni. Waimbaji wanakuanga active. Mko na nguo mpya na mnaamuka. Tuwapigie makofi. Amina. Vile wamefalishwa na baba yetu Bishop. Hallelujah. Tuwapigie makofi. Amina. Tuwapigie makofi. Hallelujah. Tupigie baba yetu Bishop makofi. Barikiwa sana. Hakuna kitu wamengaramika, chenye wamengaramika ni kuoga na kutengeneza nywele na kinyozi. Tuwapigie makofi na kubrush meno. Kwa hivyo Bishop akasema awafalishe hivyo kutoka chini mpaka juu. Si wako smart? Na Sunday zile vitenge uliona wamefaa, mimi kama mama nikasema vile ninatamani kuwa na wao hivyo. Si walikuwa smart? Yes. Mama akaanza, baba akaingia. Kwa hivyo tunasonga kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tusimame. The King of Glory is here. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunainuka. Mungu ni mmoja tu. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunainuka. Mungu ni mmoja tu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru wakati kama umefika wakula chakula cha roho Bwana. Naitisha mbingu ikashuke zaidi, ikanene kwa ajili ya moyo uko mahali hapa. Ninaomba Bwana ikifungulisha anga na mbingu, nikitabiria moto katika anga,
roho zote chafu za kuzuilia mambo ya kiroho kufanyika na kutimia kwa anga ya kila moja, tunayakataa katika jina la Yesu. Naitisha nguvu na mamlaka kutoka juu mbinguni kwa ajili ya mtumishi wako Bwana Bishop anapoenda kukanyanga katika ya madhabahu, na muitishia nguvu na useme wa mbinguni. Naomba masia Bwana ukanene kupita kwa neno lako. Kuna roho iko hapa imefika mwisho, kuna moyo unasikia hii sauti na unaona kushindwa katika maisha, ukalete urejesho wa amani, ukalete uzima wa maisha yake kupita kwa nguvu zako Bwana. Onekana kupita kwa neno lako. Naitisha Bwana breakthrough zaidi. Wacha Bwana masaa haya mbingu ikanene, na ni katika jina la Yesu, na sote tu shout amen. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi na shangwe na vigelegele. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hata wewe wangi huyo wako. Mwambie kusalimia yako. Hallelujah. Salimia yako. Msalimia yako. Yes. Pastor kwa tayari. Namna hiyo. Yes. Hallelujah. Acha haraka, huko wangi na haraka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unakwamilia kidogo. Hallelujah. Na Mungu anaitwa Mungu. Hallelujah. Pigie Yesu makofi mazuri. Geukia mwenzako mwambie siku ya leo. Siku ya leo mambo inaenda kubadilika. Mambo inaenda kubadilika. Umeona vile timu imekuwa timu kali. Yes. Wachungaji wamenisifu sana hii kanisa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengine watumishi wakubwa sana naona wananiambia mchungaji, naona uko kwa madhabahu kumeng'ala kisawa sawa. Hallelujah. Mwambie wacha utukufu mrudie Bwana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Na bado. Amina. Sema na bado. Na bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Amin. Kitambo tufike mwezi wa 10 watakuwa na zaidi ya uniform kila mtu 5. Hallelujah. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Ikuwe kama vile wamevaa hii leo ni mpaka mwezi wa 9 huko. Hallelujah. Kwa utukufu wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Yesu atatukuka na ataonekana. Yes. Moja kwa moja kwa neno. Amen. Yesu akaniambia kwamba watu wangu wamekaa kwa laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akaniambia kwamba watu wangu wamekaa kwa laana, na ndio sababu maisha yao inakaa kama ni ya kuzunguka mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Yesu akasema ya kwamba watu wake wamekaa kwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na zile laana wanakaa sio wao waliochangia, labda kuna mambo wazazi waliotangulia, kuna mambo walitenda na ikasimama kwa anga, na siku ya leo kuna mambo inakufuata. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Nataka mtambue kwamba laana ikiwa imesimama kwa anga kabla haijavunjwa huwa inafanya kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Laana ikiwa imesimama kwa anga inazuia watu wengi kufikia hatima zao. Wakati laana imesimama kwa anga inasababisha delay katika maisha yako. Hata mambo ambayo ungeipokea kwa wakati unastahili, ile laana ikiwa imesimama inasababisha mambo fulani inakwama kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Laana inaweza changia uchelewe kuoa. Inaweza sababisha uchelewe kuolewa. Inaweza sababisha uchelewe kufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza sababisha uchelewe kupata mambo fulani. Wakati laana imesimama kwa anga inasababisha, kumbukeni ya kwamba laana huzaa mauti.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wakati umezaliwa kwa boma ambao kuna laana imesimama kwa anga ya ile boma, ile laana inaweza sababisha mambo yako ikose kuenda jinsi ambavyo wewe unatamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Watu wengi walitamkiwa laana na walimu walipokuwa wanasoma. Juzi nilisikia kama msemo inasema mwalimu wa Max ulisema hatuwezi enda mbali. Hiyo ni laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona njua hiyo neno kama ingevunjwa. Si unakumbuka walimu, kuna walimu walikuwa na laani watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anakuambia wewe vile unafanya utakuja kuhangaika. Ni kweli ama si kweli? Bwana, sijasema walimu wanalaani, si wote. Nasema unakumbuka hizo nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Si labda kuna jambo mlifanyana na mwalimu akakutamkia neno. Akasema vile wewe unafanya mambo maisha yako itakuja kuwa mangumu. Unjue kinywa cha mtu yote anakufunza, ako na mamlaka. Mtu yote anakulea kwa njia yote ile, ako na mamlaka ya kusimamisha laana kwa anga yako. Aidha ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawe ni mchungaji, hawe ni mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hizo laana huwa zinafanya kazi. Yesu akasema ya kwamba watu wengi wamekosa kufikia hatima zao kwa sababu ya laana ambazo zimesimama kwa anga zao, na zile laana zimesababisha mambo fulani yakose kwenda jinsi ambavyo wewe unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tukaone mtu mmoja alisimamisha laana kwa mji fulani, na hiyo laana ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na turudi tuone mtumishi wa Mungu aliyetumika na Bwana kusimama kwa nafasi, kwa sababu siku ya leo kama utanipa sikio lako, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na uamini kwa dakika 10 ama 15, chochote kilichokuwa kimesimama kwa anga yako, ukikubaliana na neno ya leo, hizo laana zote zitakuondokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu kama kuna mtu alinena laana kwako, nami leo nitasimama kwa nafasi niongee baraka kwa anga yako. Yes. Kwa sababu mchungaji ni spiritual controller. Yes. Nami nitakontrol hiyo anga yako. Yes. Niondoe laana mahali pale. Yes. Na nipande baraka pale. Nipande mafanikio pale. Yes. Nipande kuendelea pale. Yes. Na Yesu wa mbinguni atatukuzwa. Hallelujah. Na ataonekana kwa jina la Yesu. Hallelujah. Yesu akasema watoto wake imetosha. Akasema hapa ni rescue, na maana ya rescue ni ukombozi. Haitawezekana watu watakuwa Yesu anawaleta hapa huduma na wao wanapokea muujiza, na watoto walio hapa bado anga zao zimekamatwa. Tutaanza hapa ndio tufungue mlango wa wengine kupita kwa uwezo na kwa neema za Bwana. Wote walio katika hii nyumba mchana wa leo, nataka nikuhakikishie kuna jambo inaenda kutendeka. Laiti waliokosa leo wangejua ni kitu gani Bwana Yesu ametumana. Amen. Joshua chapter 6 number 26. Na baada ya hapo tushuke pale 2 Kings chapter 2 number 19 Joshua to 22. Fanya hivi, nisomea hiyo ya English. Joshua, we nisomea ya Kiswahili. Joshua chapter 6 number 26. Tumishi ya Kisungu jiandae kunisomea 2 Kings chapter 2 number 19 to 22. Na Bwana atatukuzwa. Ndio nishikanishe kwa pamoja. Nasikia anointing imeshuka ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wamekuwa kwa roho tangia asubuhi, kuna kitu kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka asubuhi kuna mambo inaenda kutenda. Mungu anazidi kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasema nini? Kitabu ni kile cha Joshua 6:26 inasema hivi. Naye Yoshua akawaapisha Kiavwa wakati ule. Akasema, na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Jeriko. Ataweka misingi kwa kufiliwa na mzaliwa kwanza wake. Tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Basi Bwana 26 peke yake. Haleluya. Sawa.
Iko sawa. Umesoma 26? Twende 2 Kings chapter 2 number 19 to 22. 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. The Bible says, the men of the city said to Elisha, "Look, our Lord, this town is well situated as you can see, but the water is bad and the land is unproductive." Verse 20, "Bring me a new boil," he said, and put salt in it. So they brought it to him. Verse 21, "Then he went out to the springs and threw the salt into it, saying, 'This is what the Lord says, I have healed this water. Never again will it cause death or make the land Verse 22, "And the waters have remained wholesome to this day, according to the word Elisha had spoken." Bwana na abariki maandiko yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Joshua chapter 6 number 26. Maandiko inasema Joshua na akaapa kiapo kwa ajili ya mji wa Jeriko. Biblia inasema ya kwamba mji wa Jeriko ulikuwa Joshua aliulaani baada ya zile kuta kuanguka. Akasema ya kwamba na halaaniwe atakayeamka na kuinua tena zile kuta, na akasema mzaliwa wake wa kwanza atakuwa anamuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Joshua akawapisha kiapo wakati ule akisema, "Na laaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Jeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atakayesimamisha malango yake na kufiliwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongelelea kuhusu laana. Bwana Yesu asifiwe. Mji wa Jeriko ukalaaniwa na mtu kwa jina Joshua, na Biblia inasema ya kwamba wakati Joshua alipotamka yale maneno, ninataka mtambue ya kwamba Joshua alikuwa kiongozi, alichukua tamu ya uongozi baada ya Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi maneno ya kinywa chake yalikuwa na mamlaka, na hayo maneno ndiyo yalinena laana kwa anga ya Jeriko. Na wakati laana iliposhuka Jeriko, Biblia inasema ya kwamba ule mji wa Jeriko uliweza kujaa mambo ambao hayakuwa yanaeleweka. Jambo la kwanza tukaona hicho kitabu cha 2 Kings chapter 2 number 19. Maandiko inasema ya kwamba na ule mji wa Jeriko, Biblia inasema ya kwamba na watu wenyeji wa ule mji wakamuona Elisha na wakamuita, wakamwambia ya kwamba mji huu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaambia Elisha, mji huu ni mzuri, lakini maji yake inazaa mapooza. Kisa na maana ni kwa sababu wakati ule mtumishi wa Bwana, wakati ule Elisha alipofika mahali pale, aliweza kutambua ya kwamba hawa watu kuna kitu kinawasumbua. Na ni kweli, wakati alipowasongea, maandiko inasema kwamba wakamwambia, wakamuita ule mtu wa Mungu Elisha, wakamwambia kwamba huu mji ni mzuri, lakini huu mji maji yake inazaa mapooza. Kisa na maana ni kwa sababu kuna maneno ya laana yaliyokuwa yametamkwa katika ule mji na mtumishi ama kwa mtu kwa jina Joshua. Joshua alikuwa amelaani mji wa Jeriko ya kwamba na laani
alaaniwe atakaye jaribu kuinuka na kujenga tena ule ukuta wa ule mji wa Jeriko. Na maandiko inasema ya kwamba ile laana iliweza kusambaa mpaka ikaingia kwa mito, na Biblia inasema ya kwamba wakati huo Joshua alipolaani ule mji wa Jeriko, vitu zake zililaaniwa na ikawa hakuna kitu kizuri kinaweza patikana. Wakati maji imemjaa laana, wakati maji iliingiwa na laana, ikaanza kutoa mapooza, ikakuwa kila wakati wakijenga wakijaribu kunyunyuzia maji yale mashamba yanazaa mapooza. Kisa na maana kwa sababu ya mito, ile mito iko pale Jeriko ilikuwa inatoa maji ya chumvi, na ni kwa sababu kuna mtu kwa jina Joshua alinena neno ya laana kwa anga ya huo mji. Hivyo ndivyo Yesu akatumana leo, akasema nikuje niwatangazie. Ni kweli baada ya utafiti wa kiroho, kuna watu wako kwa hii nyumba la Bwana, kuna mambo fulani inawaandama, wanasema kuna mambo yao mazuri yalikuwa yanaendelea hapo kitambo, mambo ilikuwa inaendelea vizuri. Kuna mtu hapa anasema kuna mambo yake ilikuwa inaenda vizuri, lakini kilichochangia mambo yake iharibike hata siku ya leo hawezi akaeleza. Kuna mtu ndoa yake ilikuwa na amani, lakini vile amani imesambaratika hawezi akajua ni kitu gani kilichangia. Kuna mtu hapa amesoma vizuri, lakini kazi ya mikono yake kuipata wapendwa ni ngumu, na anjui ni kitu gani kimezuia. Kuna watu biashara zao zilikuwa zinaendelea vizuri, lakini kile kimechangia zile biashara zikashuka, hata sasa hawezi akaelezea. Kuna watu mashamba yao yalikuwa na mazao vizuri, lakini kwa sasa mambo imeshuka, na hata sasa hawezi akaelezea ni kitu gani kilitendeka. Watu wa Jeriko wakamwambia Elisha, mji huu wetu ni mzuri, lakini kile kinasababisha huu mji unazaa mapooza. Elisha mtumishi wa Bwana alipopata hiyo habari, akatambua kwamba kuna neno iliyotamkwa kwa anga ya Jeriko, na ile neno ilikuwa ni laana. Na maandiko inasema mtu wa Mungu, wakati Elisha alipotambua ya kwamba ule mji umesimama kwa anga ya laana imesimama katika anga ya Jeriko, Biblia inasema ya kwamba Elisha aliweza kupeana maagizo, akasema kama huu mji maji yake inazaa mapooza, akasema wekewe chumvi, na ikawekwa kwa bakuli, na akaenda mpaka maeneo pale ambapo chemichemi ya maji ilikuwa inatoka. Akatambua laana iliyosimama kwa anga, atakapokuwa anamwanga ile chumvi kwa ile maji ambayo inatoa maji ya chumvi, hiyo maji itabadilika. Na kwa sababu kwa kinywa chake alitambua kwamba kuna laana imesimama kwa anga ya Jeriko, na wakati Elisha alipoenda mahali pale, ni kweli alitumia mbinu inaeleweka, akasema wekewe chumvi, na hiyo chumvi ikawekwa kwa bakuli, na akaenda mpaka chemichemi mahali hiyo maji ilikuwa inatoka, na akaweka ile chumvi mahali pale. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya wakati ule, yale maji kutoka chumvi yaliweza kupona ukome, yaliweza kupona mapooza, yale maji akawa freshi. Saa hiyo ninaongea kuhusu mambo ya laana. Ni kweli Joshua alilaani Jeriko, lakini Elisha alibariki mji wa Jeriko. Ni kweli Joshua alitamka laana, na ile laana ikapata mji wa Jeriko, lakini Elisha alipoingia mahali pale na akatambua huo mji umelaaniwa, kuna jambo alitenda mahali pale. Ninataka mtambua maji ni uhai, na wakati yalikuwa yanazaa mapooza ile shamba na maisha ya wale wapendwa, hakuna vile wangeweza kuendelea vizuri. Kama kuna kitu kinatumika kwa mambo mingi wapendwa, ni maji. Maji ndio inatumika kukunywa, maji ndio inatumika kupikia watu, na ndio inatumika hata kuoga, ndio inatumika hata kwa ajili ya mashamba. Joshua akatambua ya kwamba Joshua alipolaani ule mji, Elisha naye alipoingia mahali pale akajua kwamba chemichemi ya uzima ambao ni maji katika huo mji, laana ishaingia mahali pale. Na maandiko inasema mtu wa Mungu akiwa amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu aliweza kutambua chanzo cha masaibu ya ile mji, na akatambua kuna laana iko kwa anga, na hapo akanena neno za baraka, na yale mapooza ikaweza kuondoka. Yesu akanituma mchana wa leo, akaniambia mtumishi wangu, kuna watu nimeleta kwa nyumba yangu, na watu wamebebwa na laana za ukoo.
Watu wamebebwa na laana za kizazi. Watu wamesimamishwa laana na wazazi, walisimamishwa laana wakiwa shule. Una maeneo unipita hata kwa makanisa, wachungaji wakakulaani ulipotoka pale. Una mambo fulani inawavuata, na Yesu akasema hizo laana ndio kama zile zilikuwa pale Jeriko na zikachangia ule mji kuzaa mapooza. Yesu akasema hizo laana ambazo zinawavuata siku ya leo ndio zinachangia mambo yako hayendi vizuri, ndio zimechangia ndoa ikakosa amani, ndio zimechangia biashara haifanikiwi, ndio imechangia watoto wako wabadilike. Ni kweli watoto walikuwa na heshima, lakini mahali wamefika wamekubadilika. Hata imefika mahali mnaweza bishana, imefika mahali ambapo kazi ambao ni ya mikono yako imefika mahali imeanza kukulemea. Ukijaribu kutafuta suluhisho upate, kumbe ni laana imesimama kwa anga yako. Joshua kalaani Jeriko, lakini Elisha kaja ule mji na kanena baraka kwa ile anga. Biblia inasema ya kwamba kitabu kile cha Lamentation chapter 5 number 7 and 8 inasema ya kwamba baba zetu walitenda dhambi na hawako, lakini maovu yao tumeyabeba na hakuna mtu wa kutotoa mahali pale. Yesu amenituma mchana wa leo nikuje nitangaze baraka. Mahali ilisemekana hautaendelea, natamka utaendelea kwa jina la Yesu. Mahali ilisemekana mwisho, mahali imesemekana umefika mwisho, hapo walikuweka ukaona mwisho, nami natangaza mwanzo wa maisha. Ninatamka kuanzia maisha mapya, ninatabiria mwanzo wa maisha mapya. Joshua alilaani mji wa Jeriko na Elisha alipokuja alibariki mji. Nimekuja kunena neno, mimi ni spiritual controller. Nimekuja nikondoa anga yako, maneno ya wachawi na waganga na wafunga majini kwa anga yako. Ni kweli walisema hutaenda mbali, walisema hutaioleka, walisema hutainjisaidia, walisema hakuna kitu kizuri itakaoonekana ndani ya maisha yako. Nami kama Elisha, nami naongea kama Elisha, mtumishi wa Bwana alikuja pale na akapata mji wa Jeriko, ule mji ukiwa umelaaniwa. Kumbuka ulilaaniwa na mwenye mamlaka, na ule mtu aliyolaani mji kwa jina lake anaitwa Joshua. Nami siku ya leo nimekuja nikutangazia siku ya leo, hata hawa ni nani, hata hawa wametoka wapi, hata hawa kuna uwezo gani, maneno yote ya laana waliosimama kwa anga yenu nimekuja kuyavuta kwa damu ya Yesu. Nimekuja kuyavuta kwa damu ya Yesu na kuandika mafanikio, kuandika baraka na kuandika mafanikio. Ninatangaza mafanikio, ninatangaza maisha mazuri, ninatangaza breakthrough ya maisha yako, ninatangaza upenyo wa maisha yako, ninatangaza kuendelea. Hapo walisema hautafika, nimetabiria utapita, nimetabiria utapita. Hapo walisema utaona, walisema wataona kama utaenda mbali. Nimekuja nikutangazie leo, ninakontrol anga yako, ninakontrol anga yako kama vile Joshua alisimama na akakontrol anga ya Jeriko, laana akaivuta na akatamka baraka mahali pale. Biblia inasema ya kwamba baada ya Joshua kunena baraka, yale maji yalipona na mapooza akakoma. Ninatangazia mtu leo, hiyo laana ya kutengana, hiyo laana ya mandeni, hiyo laana ya kutolewa, hiyo laana ya kutofanikiwa, hiyo laana ya kusonga mahali pamoja, na ikuondokee kwa jina la Yesu, na ikuondokee kwa jina la Yesu, na ikuondokee kwa jina la Yesu, na iondoke kwa maisha yako. Joshua alilaani Jeriko, lakini Elisha alitamka baraka. Nimekuja kusimama kwa nafasi ya Elisha, nitamke baraka kwa maisha yako. Kweli mama ambao umezaliwa ilitamkiwa baraka na wazee na babu waliotangulia, walinena laana kwa boma yenu. Nami kama kuhani, nami kama Elisha, nimekuja nitangaze baraka kwa hiyo familia yenu, baraka kwa hiyo boma yenu, baraka kwa maisha yako, baraka kwa kazi ya mikono yako, baraka kwa ndoa yako, baraka kwa watoto wako, baraka kwa mashamba yako, baraka kwa nyumba yako, baraka kwa maisha yako. Nakuja kutangaza kwamba kuanzia leo shetani hatapata nafasi tena. Yesu akanituma akaniambia watu wake wamekaa kwa anga ya laana. Ni kweli wakati Bwana alitumana pale Yeriko, alitambua ya kwamba wale watu wanakaa kwa anga ya laana na walikuwa wanatafuta suluhisho, walikuwa wanatafuta suluhisho. Ni wapi watakapopitia, ni wapi watakapopitia. Yesu akaniambia leo, Yesu akaniambia leo, kuna mbingu amefungua, kuna mbingu
wamefungwa. Laana za mateso ziondoke, laana za kung'ang'ana ziondoke, laana za kuteseka ziondoke, laana za kung'ang'ana ziondoke. Kuna watu siku ya leo, Yesu anasema ya kwamba kuna mambo watu siku ya leo yanaenda kubadilika. Ni kweli, katika anga yako ulizaliwa kwa boma ambao ilitamkiwa laana na wazazi waliotangulia, na wachawi na wanganga na wafunga majini walitangaza laana kwa boma yenu. Nimekuja nidikilie leo hiyo laana iliyotangazwa, nimeivuta kwa damu ya Yesu. Nimetambuka baraka kwa anga yako, natabiria mafanikio. Laana za kuteseka, laana za kuhangaika, laana za kukosa waume, laana za kukosa wake, laana za kutolewa, laana za kukosa kazi, ninasiamulisha sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila zote madhabahu, kila laana za mateso, laana za kuhangaika, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, ninaachilia moto. Laana za mateso, laana za kuhangaika, chomeka sasa, chomeka sasa, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Mapepo na majini yachomeke, niondoke. Laana za kizazi, laana za kukosaliwa, siondoke sasa, siondoke sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto hiyo anga, kuna tabiria moto. Mapepo yachomeke, mapepo yachomeke. Laana za kukataliwa, naachilia moto. I lose the power and anointed now kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu utawala wa giza. I scatter every curse katika anga yako. Ninaharibu utawala wa shetani, mapepo na majini. Naachilia moto, moto ndio hiyo. Jiachilieni mbele za Bwana, jiachilie, wacha kuangalia, wacha kuangalia. Jiconnect na mbingu, jiconnect, ufunguliwe, jiachilie, ufunguliwe. Kuna laana zinaondoka, kuna laana zinaondoka. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Laana za ukoo, laana za kukataliwa, laana za kung'ang'ana, naachilia moto. Musako wa Roho, musako wa Roho, musako wa Roho Mtakatifu. I release the power and the anointing now kwa jina la Yesu Kristo. Mama yako hakuolewa, hiyo laana inakufuata, ninaivunja kwa anga kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Laana za kuteseka, laana za kuhangaika, asina uwezo tena, asina uwezo tena, asina uwezo tena, asina mamlaka tena. I release the power and the anointing now kwa jina la Yesu Kristo. I release the power and the anointing now. I scatter every spirit of kwa jina la Yesu Kristo. Ninaharibu kila spirit, kila maroho ya curse, all the spirit of curses, I destroy them now in Jesus name. Ninavunja mikataba, ninavunja maagano. Toka, ondoka ndani yake, achilia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninavunja utawala wa shetani, mapepo na majini, hamna uwezo tena in Jesus name. Nimetamka kwa mbozi na kufunguliwa kwa ajili ya maisha watu wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Funguliwa, funguliwa, chomeka, ondoka, achilia maisha yake, chomeka, teketea, teketea, changanyikiwa, changanyikiwa kwa jina la Yesu. Toka, toka, achilia maisha yake, muachilie sasa. Laana za kizazi, chomeka, moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, ondoka, achilia maisha yake, achilia maisha yao, chomeka, moto ndio hiyo. Laana, laana za kizazi, achilia maisha yake, muachilie sasa kwa jina la Yesu. Toka, chomeka, teketea sasa, ishwa na nguvu hapo umejificha, na achilia moto, 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 moto ndio hiyo. Laana za kutongana, laana za kungana, laana za kizazi, moto, chomeka, 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 teketea, chomeka, 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 ondoka, 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 chomeka, achilia maisha yake, muachilie, muachilie sasa, na achilia upako. Laana, laana, chomeka, ondoka ndani yake, achilia maisha yao, ondoka, chomeka, chongo, changanyikiwa, toka ndani yake, toka ndani yake kwa jina la Yesu. Shetani, hauna uwezo tena. Ninaharibu kazi yenu, I destroy your kingdom in Jesus name. Ninaharibu utawala wenu kwa jina la Yesu Kristo. Chomeka, chomeka, achilia maisha yao kwa jina la Yesu. Shetani, hauna uwezo tena. Ninaharibu kazi yenu
kwa jina la Yesu Kristo. I destroy every spirit. Toka, toka, changanyikiwa, maroho kukataliwa, moto ndio hiyo, changanyikiwa, toka ndani yake, toka ndani yake. Maroho waliofunga bwana yake, chomeka, moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, kwa jina la Yesu, chomeka, chomeka, toka, toka ndani yake, toka ndani yake, Yeshua na nguvu, lipa papa, moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, maroho kukataliwa, toka ndani yake, toka, toka ndani yake, toka, 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 chomeka, chomeka, touch, touch, ondoka, 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 achilia maisha yao, chomeka, chomeka, toka, lipa papa, laana ndio hizo, chomeka, chomeka sasa, achilia maisha yao, lipa papa, lipa papa, lipa papa, changanyikiwa, changanyikiwa, toka, toka, toka ndani yake, laana za kisasi, I destroy your kingdom in Jesus name. Moto ndio hiyo, moto ndio hiyo, kwa jina la Yesu Kristo, ninafunja madhabahu, ninafunja laana in Jesus. Touch, nimekutambua hapo, umejificha hapo, umejificha, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, maroho ya maringo, chomeka sasa, repa baba, repa baba, Yeshua na nguvu, touch, 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 toka, toka ndani yake, toka ndani yake, kwa jina la Yesu, touch, 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 chomeka, ondoka, toka, toka ndani yake, achilia maisha yao, kwa jina la Yesu, toka, toka, changanyikiwa, changanyikiwa. Shetani, hauna uwezo tena, ninaharibu utawala wako. I destroy your kingdom in Jesus name. Laana za kizazi, shetani hauna uwezo tena, ninaharibu kila kazi shetani aliyoanzisha kinyume na wapendwa. Laana za kizazi, laana za kizazi, laana za kizazi, ninazibomoa, ninazivunja kwa jina la Yesu. Lazima muondoke, achilia wasichana, waachilie, chomeka, toka, toka ndani yao, achilia maisha ya watumishi wa Bwana, achilia maisha yao, ripa papa, toka ndani yao, achilia maisha yao, lazima waachilie, watatumikia Mungu vizuri, toka ndani yao. Laana za kizazi ninazivunja kwa jina la Yesu, ninaharibu kila utawala wa giza kuanzia leo, ninaharibu kasi ya shetani kwa jina la Yesu Kristo. Shetani hauna uwezo tena, hauna mamlaka tena, chomeka, changanyikiwa, changanyikiwa, ripa papa, ripa papa, ripa papa, ripa papa, naitisha moto, 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 maroho ya maringo, you are under arrest. I paralyze your kingdom in Jesus name. Touch. Laana za kizazi, ninakubomoa, ninakuangusha, ninakuharibu, ninakuteketeza kwa jina kuu la Yesu Kristo. Natamka kufunguliwa, natamka uponyaji, total deliverance, natamka kombozi in Jesus name. Total deliverance, natamka kombozi, total deliverance. Rimashaka rababo, shetani hauna uwezo tena, natamka uhuru wa undada, total deliverance. Kisilani hauna uwezo tena in Jesus name. Nimeharibu utawala wenu. Leo lazima kila watu watafunguliwa. Hakuna mtu atatoka hapa na laana. Hakuna laana itasimama kwa anga yenu. Nimeamurisha kwa jina la Yesu. I declare now, hakuna spirit ya curse itakao simama kwa anga yako. Hizo laana generation curses siondoke kwa anga yenu. Inueni mikono yenu, sema kuanzia leo, laana za kizazi, laana za kizazi, laana za mababu, laana za wazazi zimeniondokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Baba, kwa jina la Yesu. Yes. I speak it now. Yes. Nashika mateka. Every spirit hauna uwezo. Yes. Ninaharibu utawala wako. Yes. Total deliverance. Natamka uhuru wa undada in Jesus name. Na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Jiachilie kuwa connected. Nguvu za shetani. Kuna mambo yanafanyika. Hata magonjwa. Asifiwe Mwokozi. Damu ya Yesu
ikutakase. Imba damu ya Yesu, usafisha kabisa laana za kizazi zimeshindwa na Yesu. Laana za kizazi zimeshindwa na Yesu. Laana za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Inua mikono yako mbele za Bwana. Sema kuanzia leo Kuanzia leo niko huru. niko huru. Hakuna laana Hakuna laana inaonifuata inaonifuata wala kusimama wala kusimama kwa anga yangu. kwa anga yangu. Nimeivunja Nimeivunja kwa damu ya Yesu. kwa damu ya Yesu. Kama vile Jeriko Kama vile Jeriko ililaaniwa ililaaniwa na wakati mtumishi wa Mungu na wakati mtumishi wa Mungu Elisha aliposhuka pale, aliposhuka pale, laana iliondoka. laana iliondoka. Hivyo basi leo Hivyo basi leo kupitia kwa neno kupitia kwa neno ya siku ya leo, mtumishi wa Mungu Elijah ametumika kutamka kwa anga yangu ya kwamba hakuna laana. Nimeamini zote zimeenda kutoka kwangu mpaka kizazi changu cha nne, na ikuwe hivyo kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ule moto umeachiliwa kwa hii nyumba. Hakuna pepo ingestahimili kukaa hapa. Amen. Kwa sababu shetani amekuwa akituma mapepo kwa anga. Nilitangulia kusema usubuhi, hii madhabahu Bwana aliniamurisha niwe na itakasa kila usubuhi Sunday, kwa sababu watu wengi wamekuwa maanchendi wa shetani, wanakuja kushika anga sawale wako na imani iko chini. Kile na watamkia kinakosa kuwafikia kwa sababu wengi ni wachanga wa kiroho. Kwa hivyo wanapokuwa na tasushi, shetani anaiba zile baraka. Lakini Yesu akasema baada ya utakazo atakuwa anaachilia nguvu na mamlaka, na kila neno itakayokuwa inatoka kwa haya madhabahu hakuna yeyote atakayeweza kuizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna yeyote atakayeweza kuzuia neno lolote linalotamkwa na watumishi wa Bwana katika haya madhabahu. Kwa sababu gani? Shetani unjanja wake umefika mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyinyi ni wabarikiwa. Amen. Nyinyi ni wabarikiwa. Hakuna laana tena. Naendeni mkaone baraka za Bwana. Wale walikuwa wameng'ang'ana kupata kazi, pokeeni kazi. Amen. Waliokuwa nang'ang'ana kupata ndoa, pokeeni ndoa zenu. Amen. Wale walikuwa nang'ang'ana kupokea mambo yao, wapokee kwa jina la Yesu. Amen. Laana ukianzisha mambo inakwamia katikati, imeondoka kwa jina la Yesu. Amen. Kilicho wale waliotangulia kile walikosa, kwako utapata. Amen. Kwako utapata. Amen. Wewe ndio utakaotumika na Bwana kuleta mwangaza kwa boma yenu. Amen. Kuanzia leo kuendelea, nimetamka baraka kwa anga yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na shetani hana nguvu wala mamlaka tena. Nimetamka ulinzi kwa hizo baraka Bwana ameachilia kwa anga zenu. Hakuna roho itakao divert hizo baraka kwa jina la Yesu. Amen. Na kama ona imani, Mungu atumie imani yangu hizo baraka zikufikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anasema kila ametenda leo hakuna atakayezuia. Kwenye kwa boma watashuhudia matendo ya Bwana. Amen. Watashuhudia matendo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna msichana ako hapa, nimeona amepandwa pembe mbili wakati nilikuwa nasunguka huko katikati, na hizo pembe ni shetani amesukuma hiyo roho, na nikaona akipiga mamake na hizo pembe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikajua kuna roho shetani ametuma kwa huyo msichana, lakini hatafanikiwa, imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kabla nimfikie
zilikuwa zimeng'oka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla nimfikie zilikuwa zimeng'oka hizo pembe, kumaanisha imeisha. Yesu amesema imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeisha, imeisha. Endeni mkono wa Bwana. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. 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 Ni wewe Bwana, jawabu ya moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, juaye kesho yangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, ayaya, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, juaye kesho yangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. sema ni wewe Bwana, juaye kesho yangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. nasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. twasema ni wewe Bwana, msaada wa moyo wangu. Nasema Ni wewe Bwana, jawabu la moyo wangu. hivyo umetamka Bwana ndiye jawabu ya moyo wako. Amen. Na iko hivyo kwa jina la Yesu. Shetani hana nguvu tena wala mamlaka. Andaa sadaka yako tuipeane mbele za Bwana. Yesu amesema yote imeisha. Magonjwa imeondoka. Kuja kijana. Kuja. Lete. Uko na pesa yote kwa mfuko. Lete nitakurudishia. Takase pesa yako iliharibiwa. Ndio pesa yako ikurudie. Hata kama ni shilingi moja. Hii ni mingi. Hata kama ni shilingi moja. Ulikuwa unataka nitakase hiyo mingi. Lete hata kama ni shilingi moja. Takase pesa yako.
Mimi ni mchungaji, nimebarikiwa, huwa sina tamaa ya pesa. Sawa sawa. Baba, katika jina lako ni Ruben. Baba, katika jina la Yesu na kuita kwa ajili ya Ruben, bidhaa zako Bwana, umetakasa fedha kwa niaba ya fedha zake. Maneno machafu yaliyokuwa amenenwa fedha zake ya kwamba haitamsaidia, nimeyavuta kwa anga kwa damu ya Yesu Kristo. Naenda kutakasa hizo fedha kwa niaba ya Ruben. Mapepo na maroho machafu yalikuwa amemfunga kupita kwa fedha, chomeka, ripa papa. Achilia pesa zake, achilia sasa kwa jina la Yesu. Achilia pesa zake kwa jina la Yesu. Hapo ulisifungia, ninasifungulisha kwa jina la Yesu Kristo. Nasitakasa hizi fedha kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo fedha za Ruben zitamsaidia. Nimesitakasa kwa damu ya Yesu. Hakuna mapepo wala majini itakao ndaivati tena pesa zake. Nimesitakasa, nasitakasa kwa damu ya Yesu. Ondoka kwa pesa zake. Lazima usiachilie. Siachilie sasa. Achilia hii fedha. Achilia kwa jina la Yesu. Achilia. I command you now. Achilia pesa zake kwa jina la Yesu. Nimesitakasa mara ya kwanza hadi mara 7 kwa damu ya Yesu Kristo. Amtafunga tena fedha ya Ruben, itamsaidia na ile atakayokuwa na shika itamfaidi. Diversion spirit amuna uwezo tena, in Jesus name. Total deliverance. Chukua fedha yako, weka kwa mfuko. Mamilioni ya pesa ndio hiyo. Pesa yako iko na ulinzi. Kuanzia leo kile walikuwa wamezuia kabla ifike mwezi wa 11, naongea na wewe Ruben. Kabla ifike mwezi wa 11, kuja. Huyu msichana ni mkarimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja hapa njuzi, lakini ako na moyo wa kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Njuzi aliniletea pesa mingi. Huyu tu, na ni mdogo sana kiumri, lakini ananjua kufanyia Mungu kazi. Kuanzia leo pokea anointing ya milionea kwa jina la Yesu. Yesu atakushangaza. Maisha yako haitarudi tena kuwa vile. Enda uketi. Sijamalizana na wewe Ruben. Unataka Mungu akufanyie nini? Kabla ifike mwezi wa 11. Kile utakachotamka ndicho kitafanyika. Kwanza niko na shida ya koo. Hiyo imeenda. Hiyo ponyaji umepokea. Tamka yale mambo unataka ufanywe na Bwana. Natamani kununua plot yangu. Kununua plot 1. Natamani kujenga nyumba yangu. 2. Natamani kuwa na gari yangu mimi mwenyewe. Kuwa na gari yangu mimi mwenyewe. Gari yako wewe mwenyewe? Yes. Kumbe kuwa na gari ni kitu kizuri. 3. Na kuwa na ndoa yangu isimame vizuri. Kuwa na ndoa yangu isimame vizuri. Isimame vizuri. Yes. Wataka uo wa kwanza ama wataka mpya? Already nishafanya jawabu, niko na mwingine. Uko Niko na mwingine already. Umekanzo ule wa kwanza? Sasa umepata mwingine? Yes. Ambapo unajieleza? Niko naye tayari. Unaendelea kujieleza? Yes. Ama ushajieleza? Ndio huyo niko naye tayari. Nimekuja naye. Umekuja naye? Yes. Ako hapa? Yes. Ama nimechoma? Haujachoma. Haujachoma. Ulimueleza hiyo ya kwanza? Anajua vizuri. Ako wapi? Kuja hapa ndani. Hayo ni vizuri. Umekuja jumla. Nimtaita washindamana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ruben alikueleza hivyo nimeongea? Alikuambia alikuwa na gari mche. Alikuwa na mke wa kwanza. Ndio. Wakaachana. Ndio. Sasa anataka KDQ. Haleluya. Uko tayari kwa wana? Ulimjua lini? 22. Kutoka 22. 2022. Sasa mtabadilisha ndoa. Sababu hii si village. Sio umefanya mic test? No. Ulikunywa chai? Naam. Naam. Ulikunywa chai? Yes. Sawa sawa. Tutumeshana. Kama ulikunywa chai, haina shida. Ruben, shika hii mkono. Hawa walioana nikubadilisha ndoa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo natamka ulinzi kwa ajili ya maisha yao. Nimededicate hii ndoa kwa damu ya Yesu na waunganisha katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kiasili. In Jesus name. Total deliverance. Kwani si hata nyinyi mnakonyanga chai usubuhi kwa nyumba yenu? Kwani mnasema nini? Endeni mketi. Bwana wabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Tayari Mungu amefungua mlango wa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafanya kazi nzuri sana huyo kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa amezuiwa, laana zimeondoka Ruben. Sasa hiyo umetamka yote, pokea kwa jina la Yesu. Hii ache kuwe nyumba lako. Ama huko ni mbali? Huko ni mbali kanisa? Huko ni mbali kuja kanisa? Wacha hii kuwe nyumba yako. Ndio ushuhuda ufike Taita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaendelea kulipraise watu. Yesu anaendelea kuleta watumishi wa Mungu, watumishi watenda kazi kwa hii nyumba. Hiyo ni ombi nimekuwa nikiomba sana. Mungu anipe wafanye kazi, watu watakao simama na mimi kwa hiyo huduma na kubeba maono ile tulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe na Mungu atajitukuza. Ako wapi mzee wako? Ako wapi mwalimu? Ameenda kazi. Msichana wako anaendeleaje? Msichana ako sawa. Ako sawa kabisa. Yes. Mungu alimponya. Yes. Kabisa. Kabisa. Na nyinyi simamieni Mungu. Amen. Yesu anataka kuandaa ushuhuda zaidi kwa nyumba yenu. Nyumba yenu mahali umezaliwa, Mungu alichagua hiyo boma. Amen. Kuna mtu jirani yenu karibu mahali gate yenu iko, mahali umezaliwa, kuna mboma iko hapo. Huyo mtu ndiye alikuwa anatumika sana kufunga baraka za hiyo boma yenu. Lakini tulipoenda uko huduma, Mungu aliweka ukuta wa fence ya moto. Amejaribu, imeshindikana. Amen. Ile nyumba iliisha ya ule kijana? Bado haijaisha. Imebakia wapi? Haijarudi kutoka ile wakati mlikuwa. Kutoka ule wakati. Yes. Ile speed anakuja nao ni ya kumalizia kila kitu. Amen. Utukufu wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukienda kwa boma, kuna ulinzi Mungu anaachilia kwa boma. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani hawezi funga wala kuzuia kile Mungu ananena kwa hiyo familia. Andaa sadaka yako, tupeane mbele za Bwana. Andaa sadaka yako, tupeane mbele za Bwana. Leo mambo imebadilika. Nasikia anga imebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia anga imebadilika. Kumaanisha kuna mambo Yesu ameyafanya mapya. Inua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya sadaka tumeinua mbele zako. Naomba Bwana ukasitakase na ukasibarikishe kupita kwa uwezo na kwa neema zako Bwana. Wacha Bwana ukajitukuze na kuonekana kwa kuwa ndiye Mungu. Naomba Bwana ukapokea hizi dhabihu nikijua kwamba sadaka inanena. Wacha kanene mazuri kwa ajili ya kila mmoja. Na ikaweke muhuri neno ya siku ya leo. Ipokee Bwana, na kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Tukiendelea, kuna watu nitaongezea kwa viongozi wa hekalu. Kuna watu naendelea kuwachunguza kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitawaongeza kwa uongozi wa kanisa, na nikiwaongeza viti vyao vitakuwa za mbele. Watatoka nyuma wakae mbele kwa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na Mungu atajitukuza na ataonekana kwa utukufu wa Bwana. Andaa fungu lako kama uko tayari na fungu lako la 10. Unaweza simama na miguu yako mbili tuweze kumpa Bwana fungu la 10. Naona kuna waibaji hawana mics. Simambaki ni wangapi? Ni mic ngapi ziko hapa? Tuko na 4. Hiyo mrefu imebeba ngapi? Imebeba 4. So tukiongeza nyingine kama hiyo, alafu nitafute nyingine mpya yangu na hapa stress. Hizi zetu to add over. Sinaweza kuwa mzuri. Sinaona vile wako smart hapa mbele wanastahili kila mtu akuwe na mic yake. Alafu wako na style wanachezanga, ka style kingine ni kama wako na sprint kwa miguu. Naendanga na shindwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuna lag drum set. Drum set.
Hiyo nitanunua mwezi wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitapanda hiyo. Nitapanda hiyo. Na Mungu atajitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu, mimi nimebarikiwa kwa sababu ya kufanyia Mungu kazi na pesa zile ananibariki nazo. Proverbs chapter 11 number 24. Inasema ya kuna ule anaonekana anatawanya lakini anakusanya. Na kuna ule anaonekana anakusanya lakini anatawanya. Tunaelewana lakini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimefanyia Mungu kazi na pesa ile. Hii uniform nimetumia 30,000. Hawa wote pamoja na mbushi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipotoa hizo 30,000 nikaletewa 30,000. Nikiwa nimekaa tu hapa. Ukitoa unapokea. Wacha wewe mkono wako inakaa hivi. Endelea kukaa. Laana imeenda. Sasa utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Na sikuona kama kitu. Kwa sababu gani? Ninaelewa kile nafanya. Unafikiri zile nguvu zimeshuka hapa ni mchezo? Kwa sababu Mungu akiwa mbinguni anaona madhabahu yake vile tumeing'arisha. Kwa hivyo kuachilia nguvu kwake hapa si shida. Bwana Yesu asifiwe. Na kutoka asubuhi mmeishi vile uwepo wa Bwana umetawala kwa hii nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona wewe anatetea madhabahu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndio nguvu nilikuwa natafuta. Ziwe zinashuka bila kung'ang'ana na watu wanafunguliwa bila kung'ang'ana. Hata asubuhi ilikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mniombee ninguswe. Mniombee ninguswe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikinguswa tutaangalia vile itakuwa tukiendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa wacha nitafute mambo ya maiki kwanza. Siko sawa hiyo? Ndio wakuwe kila mtu na maiki yake. Ama namna gani? Na Mungu atajitukuza na atatenda. Na wewe ukibarikiwa unataka ukitaka kunisupport unaweza ni support. Tununue maiki. Si Ruben Mungu akikubariki unaweza nunua maiki moja. Ama namna gani? Unajua ni vizuri kufanya kitu ya kukumbusha Mungu. Mimi ninafikanga mahali nikitaka pesa naambia Mungu, kumbuka ile kazi na kufanyia ile pesa natoa kwa nyumba yako kukufanyia kazi. Kwanza tu hivyo mlango unafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati nilikuwa na conference ya wachungaji hapa na kulikuwa kunahitajika 50,000. Na siku moja nikiwa nimekaa hapa kwa huduma, nikamwambia Bwana, kumbuka watumishi wako wanakuja na hiyo pesa sijapata. Niliwaza tu hivyo. Kumaliza hivyo nikasikia simu. Bishop, uko wapi?